ya uchonganishi katika ulimwengu wa roho. Hii ni tabia ya kipepo, ni roho ambayo inatenda kazi katika ulimwengu wa roho, roho ambayo inaingia ndani ya mtu, anaanza kufanya sawasawa na jinsi ile roho ya uchonganishi inavyofanya kazi ndani yake. Kwa hiyo yule mtu hata kama akienda mbele za Mungu kuomba, hawezi kupata majibu au matokeo, kwa sababu ndani yake ipo roho nyingine inayofanya kazi katika maisha yake. Roho ya uchonganifu ni roho ambayo inafanya kazi katika ulimwengu wa roho kwa viwango vikubwa. Kwanza, inaua kiroho; pili, inaua kimwili, inaua kabisa mtumishi wa Mungu. Roho ya kuchonganisha watu, unakuwa unachonganisha watu, unamchonganisha fulani na fulani, unamchonganisha huyu na huyu, unaanza singizia watu, unawachonganisha watu kwa sababu ndani yako ipo roho inayokuongoza. Kwa hiyo ile roho ya uchonganishi inaanza kutembea na wewe, inakuwa ni tabia yako, tabia ya kipepo ambayo inafanya kazi katika maisha yako. Roho ya uchonganishi inaanza kutembea na maisha yako hadi uzao wako, hadi kwenye biashara zako. Unakuwa ni mtu ambaye unachonganisha watu, unagombanisha watu, fulani na fulani wanagombana kwa sababu yako, lakini kwa sababu ndani yako ipo roho inayotenda kazi katika maisha yako. Kwa hiyo ile roho inakunyima kibali kabisa mbele za Mungu na mbele za watu. Tayari Mungu anakupinga katika ulimwengu wa roho, anakupinga katika kiroho, alafu katika mwili pia wanadamu wanaanza kukupinga. Unaanza kukosa kibali mbele za Mungu kwanza, pili unakosa kibali mbele za wanadamu kwa sababu wewe unachonganisha watu. Kwa watu wakikuona wanaona fulani ni mchonganishi kwa sababu ndani yako ipo nao uchonganishi. Ile roho inatembea na wewe kizazi chako, popote utakapokuwa unakwenda, ile roho inafanya kazi na inafanya uharibifu mkubwa katika maisha yako. Unachonganisha marafiki